Ya shalome, shalome. Tumependa tena kuwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunashukuru tena neema ya Mungu kwa kutupatia tena siku njema ya baraka kuwa tena ndani ya TV hii ya Ndiho Gospel. Kwa hiyo tunafurahi tena, na siku ya leo tunahitaji kufundisha juu ya Pentekoste. Na suteme yake nitafundisha juu ya nguvu mpya. Ni Pentekoste, lakini nitafundisha suteme nguvu mpya. Na bila kukawia, nilikuwa napenda tukamate kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 8, na tutakamata pia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, tutaanzia kwa mstari wa kwanza hadi wa 3. Pale tutakuwa tunazungumza machache kutokana na mafundisho yetu ya siku ya leo. Mstari wa 8, Biblia inasema hivi, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 3, Biblia inasema hivi, hata alipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3 na tukimalizia hapo, kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nataka kuzungumza juu ya Pentecoste na suteme ama kichwa cha chini yake nitazungumza juu ya nguvu mpya. Na pana kitu kikubwa niko nataka uelewe na mimi nielewe, ili tupate kuelewa maana ya Pentecoste ni nini. Kwa maana baadhi ya wengi wanaingia ndani ya sherehe kama vile hizi, lakini wanashindwa kufunuliwa na kuelewa hizi nyakati ni nyakati gani aswa kwa kanisa. Kwa maana Pentecoste, kama hiyo siku imekuwepo, nilikuwa ni kitu kipya ambacho Mungu amekuwa anaagiza juu ya bibi harusi ambayo tunazungumza kwamba kanisa. Mtaelewa kitu kimoja, wakati Yesu alikuwa anajiandaa kutaka kwenda mbinguni kwa Baba, pana maswali ambayo amepewa pamoja na wanafunzi wakimuuliza. Wako wanamwambia kutokana na ufalme, naye pia alikuwa akiwaelekeza na kuwaonesha ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Kwa maana baadhi ya wanafunzi walikuwa wanauliza, wanajua kwamba utawala wake unataka kuja juu ya utawala wa dunia hii, lakini hawakuelewa utawala ambao yeye Yesu alikuwa analeta hapa dunia. Kwa maana utawala ambaye alikuwa akileta hapa duniani iko tofauti na utawala wa kimwili. Yeye alikuwa analeta utawala wa kiroho, kwa maana alitambua kwamba maeneo shetani amefunga watu si kwanza kimwili. Watu wanakimbizana na mwili, wanajua kwamba wamemweza shetani, lakini nimetambua kitu kimoja, wakati wote shetani anataka kuanza kufunga maisha ya watu
kwanza anaanzia kiroho. Na ndiyo maana Yesu kutaka kuleta utawala, aswa alitaka kuleta utawala kwanza wa rohoni, utawala wa kiroho. Kwa maana tunapotawala kiroho, viko rahisi sana kutawala kimwili. Mtaelewa kwamba vita ya kwanza ya Israeli walipokuwa wakitaka kupigana, vita ya kwanza alipigana pamoja na Wameleki. Mtaelewa kwamba wakati huyo Musa alimuita Yoshua akamwambia, chagua vijana ambao wana nguvu waende wakapigane, na mimi nitamkamata Huri na Aroni tupande mlima. Kwa wengine msema kwa nataka kuonesha kwamba ujapokuwa vita ni ya kimwili, lakini nguvu ya vita haitatembea kimwili, lakini nguvu ya vita itatokana na mambo ya kiroho. Na unaposoma maneno ya Mungu vizuri, Biblia inasema kwamba wakati watu wako kwenye mlima, Musa akipandisha mikono, Biblia inatuambia kwamba Yoshua alikuwa anamaliza Amaleki. Lakini wakati wote alipokuwa akichoka na anashusha, Biblia inatuambia kwamba Amaleki walikuwa wanapiga taifa la Israeli. Na Biblia inatuambia kwamba Huri na Aroni walikuwa karibu yake, wakasema kwamba lazima tukamate mikono ili aendelee kupandisha fimbo, ili tuangalie kwamba tutapata ushindi. Nikaelewa kitu kimoja, kumbe nguvu ambazo sisi wanadamu tunahitaji ni nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho zinatupatia ingine mamlaka ya kutawala mwili, inatupatia mamlaka ya kutembea sawasawa na kile ambacho Mungu anachotaka. Sasa mtaelewa sasa Pentekoste, ili tupate kuielewa vizuri. Ilikuwa ni kitu ama ni nguvu ambazo Mungu alikuwa anaona kwamba zinastahili ndani ya kanisa ama ndani ya bibi harusi, ili apate kushimama na kutawala ulimwengu. Bwana tusaidie sana. Ndiyo maana maneno ambayo Yesu aliwaambia Roho Mtakatifu atakapowajilia, cha kwanza mtapokea nguvu. Tuelewe kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza, anatupatia nguvu, na hii nguvu inatupatia kushimama katika nyakati zote. Unaona dunia ya leo ama kanisa la leo, pana watu wanapenda Mungu, lakini pana nyakati zenye zinawashinda kumtambulisha Mungu. Lakini Roho Mtakatifu anatupatia nguvu na uwezo wa kushimama, tunamsema Mungu, iwe mnyakati ngumu ama mnyakati nzuri. Sasa watu hii wameipoteza, na unakutana wakati wote kanisa liko mnyakati ngumu, baadhi ya wengi wanamkana Mungu, wanakana Yesu, wanaikana imani ya kweli sababu ya nyakati wanazozipitia. Sasa malengo ya Mungu kumtuma Roho Mtakatifu ilikuwa kwanza atupatie nguvu za kushimama ndani ya wokovu, nguvu za kushimama ndani ya majaribu, nguvu za kushimama ndani ya matatizo. Bwana tusaidie sana. Malengo ya pili ya kumtupatia Roho Mtakatifu ilikuwa ni juu ya kuwa mashahidi, kumzungumza. Unaona, hatuwezi weza kumshahidia ama kumshuhudia wakati hakuna zingine nguvu za kutusukuma kumzungumza. Sasa kutufanya kuwa mashahidi ni hizi nguvu zinatupatia hata wakati mgumu. Kwa maana kanisa wakati huyo, mtaelewa kwamba ilikuwa wakati mgumu ambao mitume waliotutangulia ama watu waliopewa hii neema ya kutumika na Yesu walikuwa wako nyakati ngumu ya mateso na kipigo. Yani unapomshuhudia Yesu ulikuwa kufa, lakini hizi nguvu zilikuwa ni za kuwapatia kustahimili, kushimama. Akawaambia sasa, mtapokea nguvu akisha wajilia Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi. Na akawaambia mtaanzia Yerusalemu, mwende Uyahudi, afu mwende Samaria na hadi nchi yote. Lakini tunaposoma mstari wa pili, kwa maana hapa alipomaliza kuambia maneno hayo, alikuwa anawaambia, akawaambia, nyendeni Yerusalemu kwenye chumba cha juu, pale mnyendeni mkajifunganie nyinyi kwa nyinyi
afu mkae hapo mkiomba, mkingojea hiyo ahadi ambayo Mungu ameiahidia kuipatia kanisa. Na Biblia inatuambia kwamba sura ya pili ndio inatuonyesha nguvu ama matendo ya Roho Mtakatifu sasa kudhihirika ndani ya kanisa ama kudhihirisha ndani ya mitume. Sasa nataka kuongea na wewe kitu kimoja, nikikwambia huyu roho tuliompewa sio roho wa uoga. Huyu roho tuliompewa sio roho mwenye ana nguvu, ni roho mwenye iko na nguvu, mwenye anakufanya ushimame katika nyakati zote na usishindwe kumshuhudia Mungu sababu ya nyakati. Lakini huu roho tunampewa ili kushimama kwa kila nyakati na majira, ujapokuwa viko vizuri ama viko vibaya, tunashimama, tunamshuhudia. Bwana tusaidie sana. Tuelewe tena, huu roho anatupatia ingine mamlaka ya kuishinda dhambi, kwa maana pana zingine dhambi kwenye maisha viko vigumu mwanadamu aziache kama ajajaa. Viko vigumu hata mtu aseme aje. Pana zingine dhambi zinatokana na jinsi mtu anaendelea kupiga hatua na kujazwa kiroho. Unaposoma kitabu cha Ezekiel ile sura ya 47 inazungumuza jinsi Mungu alionyesha jinsi anampatia maono ya kumwonyesha jinsi kuanzia kanisani maji yamejaa, kuanzia madhabahuni yakashuka mpaka nchi yote. Lakini palikuwa malaika ambaye alikuwa anapima mamita, iko na toka nyuma na anaenda kwenye madhabahu. Mtanielewa vizuri. Biblia inatuambia kwamba alikuwa akipima mita 100 maji yanapanda, akipima mita 100 maji yanapanda, akipima mita 100 maji yanapanda. Sasa hiyo ilikuwa ni alama ya mtu mwenye anakubali Roho Mtakatifu amuongoze. Wakati unakamata hatua Roho Mtakatifu akuongoze, kadiri unavyopiga hatua ya kumkaribia Mungu, ndivyo Roho Mtakatifu anaenda anajaa ndani mwako. Kadiri unavyopiga hatua ya kumtafuta Mungu, ndivyo Roho Mtakatifu anavyokamata tena hatua ya kuendelea kujaa. Sasa wandugu zangu, tunahitaji watu ambao watajaa Roho Mtakatifu ili wapate mamlaka ya kuishinda dhambi, wapate nguvu ya kumpiga shetani, wapate uweza ya kumshuhudia Kristo mahali pote alipo. Haya yote tutayaweza sasa kama Roho Mtakatifu akamate nafasi ya kwanza kwenye maisha yetu. Tuelewe maana ya Pentekoste ama Pentekoste ni kujazwa na nguvu, na nakutakia Mungu akujaze nguvu tena za kufanya kazi yake, za kujitoa kwenye kazi zake, akujaze nguvu tena za kuipinga nguvu za shetani, akujaze tena nguvu ya kupinga dhambi, kwa maana Roho Mtakatifu anatupatia uwezo ya kupingana na dhambi na kila kitu kisichompendeza Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ndugu yangu, nakutakia Pentekoste njema, ujazwe zaidi, na Mungu akubariki sana. Acha tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema zote, Mungu wa baraka zote, tumesoma maneno yako ambaye anatuonyesha juu ya ujio wa Roho Mtakatifu. Tunajua kwamba tayari umemwagiza juu ya kanisa, lakini hizi ni nyakati, ni harakati za kukumbuka wakati ameshuka. Sasa ninaombea hii roho ambaye imekamata hatua ya kukufuata. Acha Roho Mtakatifu ijae, acha mamlaka, uwezo wako imtawale katika jina la Yesu Kristo, kwa maana neno lako linasema Roho Mtakatifu atakapowajilia mtapokea nguvu. Naombea nguvu huyu baba, naombea nguvu huyu mama, naombea nguvu huyu kaka, naombea nguvu huyu dada, naombea nguvu hii familia. Wapatie roho ya kukujua na kukufahamu
na kukutumikia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Shalom.